saumu niliyoichagua sio ya namna hii. Kufungua vifungo vya uovu. Anasema kufungua vifungo vya uovu. Kwa kazi ya saumu ya kwanza ni kufungua vifungo vya uovu. Vifungo vya uovu ni watu waliofungwa kwenye uovu. Ni kuonyesha watu waliofungwa kwenye uovu. Fuatilia kwenye historia ya familia nyingi, utaona babu alikuwa na mwanamke aliyeachana naye, baba naye alioa mwanamke aliyeachana naye, binti aliyezaliwa na baba naye kaolewa kaachika. Utaona na mtoto wake naye na mwanaume ameshaanza kumsumbua. Si unanielewa hiyo? Babu alikufa kwa kulewa pombe, alipiga pombe mpaka akazimia, akaangukia jiwe akafa. Unaona anayefuata naye alilewa pombe akaanguka, akagongwa na gari akafa. Unaona na mtoto naye amekoswa mara mbili na gari kugongwa, alikuwa amelewa pombe. Unaona na wanaofuata. Hii ni kitu ambayo sasa hiki ndio kinaitwa kifungo cha uovu. Unafungiwa hapo. Kuna watu tulikuwa tunaomba nao hapa wanatumikishwa na pombe. Yaani mnaomba na sala ya toba juu na tayari mnamaliza, anasema kuanzia leo sinywi. Ukimkuta kesho mpaka kutembea anashindwa. Kisa na kwamba nilipita tu sehemu kuna watu walikuwa wanakunywa nikawa napita. Yaani kuna kitu kabisa nikageuka. Nilipogeuka nikawasogelea wale jamaa, wakaniambia bwana karibu, nikakaa. Kifungo cha uovu. Yaani ukifungiwa kwenye pombe, ukifungiwa kwenye ngono, yani luka unavyoruka, utaimba, utaabudu, utajaa roho na Roho Mtakatifu atanena kwa lugha, ukitoka tumetereza chini. Angalia sana kama kwenye ukoo wenu kuna watu walishawahi kukaa na mke zaidi ya mmoja, yani ana wanawake wawili watatu, alishazaa pale kazaa pale. Hii kitu lazima utafute Mungu kwa namna ya kipekee sana. Kufunga hii ni kifungo cha uovu. Angalia kijana anayetokea kwenye hiyo familia anaokoka, halafu akishaokoka ndani ya wokovu utaona anachumbia huyu, anaona huyu sio, anachumbia huyu, binti anawachumba 4 5 ndani ya kanisa. Kijana na wasichana 3 4 ndani ya kanisa. Wote amewambia nitawaoa. Halafu anawawekea utaratibu, anasema unajua ili nikuoe mpaka uje nyumbani kwangu nikuone kwanza ulivyo. Ukinifurahisha ndio napeleka kwenu hela. Na binti bila kuelewa ananyosha miguu yake anaingia pale. Akifika pale kijana anamfunua, anamwangalia, anamfunika, anasema wewe kidogo umepungua joto. Anamtafuta mwingine ambaye ana joto limezidi kidogo. Akimpata huyo naye anafunua, anasema huyu joto lake limekuwa kubwa sana, nataka joto la saizi ya kati. Anakuja kwa mwingine. Kwa atafunua na kufunua akitafuta joto analolitaka na huwa hawalipati. Msingi ni kule alikotokea kwa wazee wake. Walikuwa na hiyo tabia. Tunahitaji kusaidia vijana wetu kwa mtindo huu. Halo. Ndio siku hizi unakuta mpaka makanisani watu na date. Safi. Na wala hakuna shida. Akija hapa haleluya, amen. Akitoka tu mlangoni, nimeshatoka kwenye ibada. Uko wapi? Asa niko huko barabara, nimeshaagiza chips. Umefungwa. Na hiyo ndio itakayomaliza maisha yako. Fuatilia Biblia utaona. Anasema mtu azinie na mwanamke hana akili, anafanya jambo litakaloangamiza nafsi yake. Kumbuka, huku nje tutakuona umenenepa, una afya njema, lakini hapo ndani wewe umechakaa. Yaani yuko kwenye dini, umwambie nini kwenye hiyo dini? Yaani usiguse dini yake kwamba nyinyi huko kwenye dini yenu kuna moja mbili. Anasema mtagombana. Dini ya baba yake na mama yake. Sikia mimi nikwambie. Sikiliza nikwambie. Huyo dini ya baba yako na mama yako, muulize baba yako na mama yako. Wao hao wazee wao dini yao ilikuwa ipi? Waulize na wale babu zako dini yao ilikuwa ipi? Utaona walikuwa waabudu mizimu. Halo. Utaona walikuwa waabudu nini? Kwa hiyo msingi wako wewe unakotokea ni muabudu mizimu. Sasa unaleta ile misimamo ya kuabudu mizimu unaileta huko. Unajifanya umekamata dini hata ujui misingi yake umekamata. Sema hii ndio dini ya baba na mama. Utakwenda na maji. Umefungwa. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haje kwa baba ila kwa njia ya mimi. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Unasema hapana, dini yetu ndio kwanza, ndio tutaenda nayo mbinguni. Nani kakwambia kule mnaingia na KKT? Nani kakwambia kule mnaingia na Pentecoste? Nani kakwambia unaingia kule na Roman? Kule mtu na mtu, man to man, ndio mnaingia pale. Pale ni wewe na meza ina vitabu viwili vinafunguliwa. Kitabu cha uzima, kitabu cha mauti. Jina lako likikosa huku liko huku. Pale hakuna KKT pale.
wala hakuna Anglikana pale. Uko macho na Yesu anasema yeye ndo atakayesimama kwenye kiti cha hukumu. Upo hapo, hakuna kucheka pale, ni kazi. Uko mbele ya uso wake, na maandiko yanasema mzigo wako uliofanya huku utaukuta hapa nyuma, utakufuata. Uko hapo alikufunga baba yako, alikufunga babu yako, utajua mwenye mzigo uko hapa. Muulize tajiri kwenye kitabu cha Luka sura 16:19. Muulize tajiri alipokata roho akajikuta kuzimu. Lazaro alipokata roho akajikuta kifuani mwa Ibrahimu. Imeisha hapo, hakuna mjadala. Tulifundishwa kwenye dini yetu kule, anasema ukifa, yani huku duniani, kama kuna Wakristo wanajitahidi sana kukuombea, kuna mahali mnawekwa, mnasubirishwa hapo, yani watu wakijitahidi sana kwa maombi, Mungu anakutoa hapa na kupeleka peponi. Pepo imekuwa kama kipande cha muhindi mnagawana. Ndugu yangu, peponi panahitaji gharama, ujikane. Peponi hawaendi kama mnapeana punje za mahindi, unapokucha mstari unampa. Hakuna, haiko hivyo. Peponi iko gharama. Tena hii gharama anayetakiwa kugharimika ni wewe, sio mtu mwingine. Hii gharama inakuhusu wewe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Petro, Simeoni Petro. Mwambie wamchukue yule mtu amlete hapa. Petro atawaambia kiwapasacho kufanya. Amemaliza kazi. Kulikuwa na maelekezo mengine? Kulikuwa na maelekezo mengine? Watu wametoka pale, wameenda Yafa, tena wanafika pale, na Petro naye akiwa kwenye maono anaonyeshwa kile ambacho wale wanakijia. Anamaliza kutoka kwenye maono, anashuka chini, anakutana na watu wanamwambia, Bwana wetu alitokewa na mtu akamweleza 1, 2, 3. Kwa hiyo unahitajika huko. Petro anageuza miguu, anaenda kule. Akifika pale, kinachofuata ni sala ya toba, watu wanaokoka. Kwisha. Watu wanajazwa Roho Mtakatifu. Kwisha. Hakuna maelezo mengi. Mungu anayekutuma hakutumi kama kichaa, anakutuma kama mtu anayeelewa wapi anakutuma. Muulize Yohana Mbatizaji, atakwambia alikoitiwa wapi, alikuwa nakula nini, alikuwa navaa nini. Wewe unataka uvae suti, vaa suti, lakini hutatembea na kile Mungu anaona. Kuna Wamasai wako kule, anavaa shuka tu upande mmoja uko safi, hana shida, yuko barabarani. Yeye anajua maisha yake ni mizizi ya miti shamba. Akiumwa kichwa kasugua mzizi. Ajui habari za Yesu. Wewe uko Sinza, wewe uko Mwenge, nani anamfikia yule? Nenda kamuulize Paulo. Amevunjikiwa na jahazi, anashinda wiki nzima, yuko katikati ya maji, hawaoni pa kwenda. Hivyo kirudi, si ndo nasusa na huduma yenyewe? Yaani Mungu kabisa, na miujiza unafanya, unaniacha kwenye maji wiki nzima katikati. Hello, haleluya. Nataka nikwambie ndugu mpendwa, mtumishi wa Bwana, hii safari sio ya kuigiza. Jijenge kwenye utaratibu wa maisha ya kufunga. Kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 3.